Habari zenu wapendwa, karibu sana kwenye Hadithi za Kiswahili. Leo ninawaletea simulizi ambayo itakugusa moyo wako kwa kina. Ni hadithi ya mtoto aliyetengwa na familia yake, aliyefanya kazi za kuchukiza akiwa mtoto mdogo na jinsi alivyolala jararani kwa miaka, lakini Mungu alikuwa na mpango. Je, umewahi kuona mtoto wa mtaani akilala chini ya jua kali? Je, umewahi kufikiria kwamba mtoto huyo ana hadithi? Leo tutasafiri pamoja katika safari ya Yusuf, kijana aliyeachwa na familia yake, aliyefanya kazi standini, aliyevumilia mateso, lakini ambaye hatimaye alipata bahati kupitia njia ambayo hakuna mtu aliyoitarajia. Kabla hatujaanza, nawaalika wapendwa mkabonyeze kitufe cha subscribe na kuwasilisha notification bell ili msipoteze simulizi zetu za ajabu zinazokuja. Simulizi hii ni ya kusikitisha sana mwanzoni, lakini mwisho wake utakupa tumaini. Na sasa tuanze safari hii ya machozi na mafanikio. Mvua ilikuwa inanyesha kwa nguvu sana usiku ule wa mwezi Novemba huko Mwanza. Yusuf Bakari, kijana mdogo wa miaka 8, alikuwa ameketi nje ya nyumba akitetemeka kwa baridi. Familia yake, baba yake Bakari, mama wa kambo Halima na watoto wake watatu walikuwa ndani wakila chakula cha jioni. Yusuf hakuwa na haki ya kula pamoja nao. "Wewe ni mtoto wa bahati mbaya," mama wa kambo alisema kila siku. "Mama yako alikufa akakuacha na sasa tunabeba mzigo wako. Chakula hiki ni kwa watoto wangu, wewe utakula mabaki." Lakini usiku huo hakukuwa na mabaki. Yusuf alisikia sauti kutoka ndani, baba yake na mama wa kambo wakigombana. "Mtoto huyu anatumiwa pesa nyingi," Halima alisema. "Chakula, nguo, kodi ya shule, nini faida tunazopata? Watoto wangu wanakosa vitu kwa sababu tunalisha yeye." "Yeye ni mwanangu," baba yake alijibu, sauti yake ikiwa dhaifu. "Mwanao ambaye mama yake alikufa na kukuachia matatizo. Bakari, niambie ukweli, una pesa za kulisha watoto wangu na huyu mtoto wa bahati mbaya?" Kimya kirefu. Kisha baba yake alisema maneno ambayo yangembadilisha maisha ya Yusuf milele. "Kesho nitampeleka kwa mjomba wake Mbeya, yeye ndiye atatunza." Lakini asubuhi iliyofuata hakukuwa na safari ya Mbeya. Badala yake, baba yake alimpeleka Yusuf sokoni mwa Kirumba, akamwacha pale. "Yusuf, subiri hapa, nitarudi." Yusuf alisubiri. Saa 1, 2, 3, jua likatua, giza likaingia na baba yake hakurudi. Yusuf alilala pale barabarani akisubiri, akilia kimya kimya. Baba yake hakuwahi kurudi. Siku zilizofuata zilikuwa ya kutisha. Yusuf, akiwa na miaka 8 tu, alijikuta peke yake katika mji mkubwa. Hakuwa na mahali pa kulala, hakuwa na chakula, hakuwa na mtu wa kumtetea. Wiki ya kwanza alilala chini ya magulio ya maduka. Mara nyingi alichafuliwa na polisi akafukuzwa. Alianza kupata chakula kwa kubembeleza, "Tafadhali shangazi, nataka kipande kidogo cha mkate." Mara nyingi alipigwa, mara nyingi alifukuzwa, lakini mara chache alipata huruma. Mwezi mmoja baadaye, Yusuf alimkuta mzee Omari, mwenye standi ya sambusa na kahawa karibu na stendi ya daladala. Mzee Omari alikuwa mzee, mwenye umri wa miaka 65, mwenye mguu mmoja, mguu mwingine ulikatwa kwa ugonjwa wa kisukari. "Wewe mtoto mdogo, unafanya nini hapa?" mzee alimuuliza. Sina mahali pa kwenda," Yusuf alijibu, machozi yakitiririka. Mzee Omari alimtazama kwa huruma. "Unaweza kufanya kazi? Nisaidie kuosha vyombo, kukusanya maji, kusafisha standi, kubeba mizigo. Nitakupa chakula na pesa kidogo." Yusuf alikubali kwa furaha. Tangu siku hile alianza kufanya kazi kwa mzee Omari kutoka saa 12 asubuhi, saa 6 mchana hadi saa 15 usiku, saa 5 usiku. Kazi ilikuwa ngumu: kuosha vyombo vingi vya mafuta, kukusanya maji kutoka bomba la mbali, kusafisha standi, kubeba mizigo. Mshahara shilingi 500 kwa siku, pesa za kununua uji mmoja na mkate mmoja. Mahali pa kulala, mzee Omari hakuwa na nafasi. Yeye mwenyewe aliishi chumba kimoja kidogo.
Yusuf alibaki akilala mtaani kwenye jarara kubwa karibu na stendi ya daladala chini ya dirisha la duka la vitambaa. Jarara ilikuwa mahali pa kutisha. Ilikuwa na kina cha mita 2, ilikuwa na uchafu, na usiku viumbe vidogo, panya, kunguni, mende, vilikuwa vikitembea juu yake. Lakini kwa Yusuf ilikuwa nyumba yake. Kila jioni baada ya kazi, Yusuf alinunua mkate mmoja na uji mmoja kutoka pesa zake. Alikula polepole, akishukuru Mungu kwa chakula. Kisha alishuka jararani, akalala kwenye maboksi ya karatasi aliyoyakusanya. Hiki kilikuwa godoro lake. Baridi ilikuwa kali. Mvua ilipokuwa inanyesha, maji yaliingia jararani na Yusuf alilala kwenye maji machafua, akitetemeka mpaka alfajiri. Jua kali lilikokuwa linawaka, jarara ilikuwa moto kama tanuru na Yusuf alitoka akiwa amejaa jasho na uchafu. Watoto wengine wa mtaani walimcheka. Yusuf wa jarara, walimuita. Anakaa jararani kama panya. Lakini Yusuf alivumilia. Alipokea matusi, machunjo na hata mapigo mara kwa mara kutoka kwa watoto wakubwa wa mtaani ambao walitaka kumnyanyasa. Lakini hakuwahi kupinga, hakuwahi kugombana. Aliendelea kufanya kazi yake kwa bidii, akiokoa pesa zake kidogo. Shilingi 500 zikazidi kuwa shilingi 1000, kisha 2000. Siku moja Yusuf alisema moyoni, sitaishi hapa. Nitakuwa na nyumba, nitakuwa na chakula, nitakuwa mtu. Miaka 2 ilipita. Yusuf, sasa akiwa na miaka 10, alikuwa bado anafanya kazi kwa mzee Omari. Mwili wake ulikuwa mwembamba, hakula chakula cha kutosha, lakini roho yake ilikuwa imara. Siku moja, Yusuf alipata tatizo. Alikuwa akiosha vyombo na kimoja kilianguka, kikavunjika. Mzee Omari, ambaye alikuwa na msongo wa kazi siku ile, alimkasirikia. Yusuf, unajua sahani hii ina gharamu shilingi 5000, unaivunja kwa uzembe. Samahani mzee, haikuwa makusudi. Samahani haitoshi. Leo hutapata mshahara na kesho utafanya kazi bila kulipwa hadi utakapokamilisha gharama za sahani. Yusuf alilia kimya kimya. Wiki nzima alifanya kazi bila kulipwa, maana yake hakupata chakula. Alilala njaa kwa siku 7, akivumilia tu, akiomba Mungu ampe nguvu. Lakini licha ya hayo, Yusuf hakukatisha tamaa. Alipokea adhabu, kisha aliendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi. Ilikuwa siku ya Ijumaa, mwezi wa Mei, miaka 3 baada ya Yusuf kuachwa na baba yake. Yusuf, sasa mwenye miaka 11, alikuwa anarudi kutoka kazi, akiwa na pesa zake za siku hiyo, shilingi 500. Alipokuwa akishuka jararani kwenda kulala, miguu yake iligonga kitu. Aligusa gizani, ilikuwa pakiti nzito iliyofungwa kwa rubber band. Kwa kutumia mwanga wa simu ya zamani ambayo aliinunua kwa shilingi 2000, simu iliyovunjika lakini tochi yake bado ilifanya kazi, Yusuf aliangalia ndani ya pakiti. Moyo wake ulisimama. Ndani kulikuwa na pesa, noti za shilingi 10,000, 20,000, 50,000. Yusuf alihesabu kwa mikono yake inayotetemeka, shilingi 2.5 milioni. Yusuf alishikwa na hofu na furaha kwa wakati mmoja. Hizi pesa ni za nani? Alijiuliza. Zimepotea au ni zawadi kutoka kwa Mungu? Alifikiri kwa muda. Sehemu ya akili yake ilisema, peleka polisi, ni pesa za mtu. Lakini sehemu nyingine ilisema, wewe umelala jararani kwa miaka 3. Wewe umevumilia njaa, baridi, matusi. Je, Mungu hakuwezi kukutumia hiki kipawa? Hatimaye, Yusuf aliamua, nitasubiri siku 7. Kama hakuna mtu atakayekuja kutafuta, basi ni zawadi ya Mungu. Siku zilipita. 1, 2, 3. Hakuna mtu aliyekuja kutafuta pesa. Yusuf aliuliza mzee Omari kwa uangalifu. Mzee, umesikia mtu yoyote akisema amepoteza pesa? Pesa? Hapana, kwa nini? Hakuna, nilikuwa tu ninauliza. Siku ya 7, Yusuf alijua ukweli. Alimwona Bwana Juma,
muuzaji wa duka kubwa la elektroniki karibu na standi. Bwana Juma alikuwa akizungumza na polisi akiwa na wasiwasi. 2.5 milioni zilikuwa ndani ya pakiti. Nilisahau pakiti kwenye kaunti na nilipokuja kurudi haikuwepo. Mwizi amemchukua. Yusuf alielewa. Bwana Juma, tajiri, mwenye maduka mengi, mwenye nyumba kubwa, alipoteza pesa zake. Lakini hakupoteza jararani, alipoteza dukani. Kisha mtu fulani, huenda mteja, huenda mfanyakazi, alichukua pakiti na baadaye akaitupa jararani, labda kwa hofu ya kukamatwa. Yusuf alikuwa na chaguo, arudishe pesa au azitumie kujenga maisha yake. Mungu, Yusuf aliomba usiku ule, kama pesa hizi ni zawadi yako, nionyeshe ishara. Lakini kama ni za kumrudishia mtu, niongoza. Usiku ule Yusuf aliota ndoto. Aliota mama yake ambaye alikuwa hajamwona tangu alikuwa mtoto mdogo. Mama yake alisema, mwanangu, Mungu hajasahau. Pesa hizo ni zawadi, tumia kwa hekima. Yusuf aliamua kutumia pesa kwa akili. Hakutumia kwa haraka, badala yake alipanga kwa makini. Kwanza alinunua chumba kidogo cha kupangisha, shilingi 50,000 kwa mwezi, karibu na standi. Mara ya kwanza tangu miaka 3, Yusuf alilala kitandani. Godoro rahisi, lakini ni kitanda. Alilia siku nzima kwa furaha. Pili, alinunua nguo safi. Sio nguo za mitumba chafu, bali nguo nzuri, safi, za kijana. 3, alianza kujifunza biashara. Alinunua simu mpya rahisi, akaanza kujifunza jinsi ya kufanya biashara kupitia simu. Alianza kununua sambusa kutoka watengenezaji, akazusha bei kidogo, akazuza kwa wafanyakazi wa ofisini. Mwanzoni, biashara ilikuwa ndogo, faida ya shilingi 5,000 kwa wiki. Lakini Yusuf alikuwa bidii, alikuwa mnyenyekevu na wateja walimpenda. Miezi 6 baadaye, Yusuf alikuwa na biashara ya kutosha. Alimpa mzee Omari pesa ya shilingi 100,000 kama shukrani kwa kumpa kazi. Mzee alilia, Yusuf, wewe ni mtoto wa ajabu. Ulivumilia yote na sasa Mungu anakubariki. Miaka 2 baadaye, Yusuf, sasa mwenye miaka 13, alikuwa amefungua standi yake mwenyewe, kubwa zaidi, ya kisasa zaidi. Aliuza sambusa, kahawa na chakula cha asubuhi. Wateja walikuja kwa wingi kwa sababu Yusuf alikuwa mpole, alikuwa msafi na alikuwa mwaminifu. Mara kwa mara, Yusuf alitupa macho kwenye jarara ile, mahali alipokuwa akilala kwa miaka 3. Sasa ilikuwa imejaa uchafu na maji machafu, lakini kwa Yusuf ilikuwa kumbukumbu ya mahali ambapo Mungu alimpatia zawadi yake kubwa. Siku moja, Yusuf alimwona Bwana Juma, tajiri yule ambaye alipoteza pesa. Alikuwa akipita karibu na standi ya Yusuf, akiwa na uso wa uzito. Habari za biashara? Bwana Juma aliuliza. Nzuri bwana, Yusuf alijibu. Umefanya vizuri kwa umri wako mdogo, Bwana Juma alisema. Ni wachache wanaofanikiwa kwa umri wako. Yusuf alitaka kumwambia, pesa zako ndizo ziliniokoa, lakini hakusema. Badala yake alisema, Mungu amenisaidia. Mungu anasaidia wale wanaojisaidia, Bwana Juma alijibu, kisha akaondoka. Miaka 5 baadaye, Yusuf sasa mwenye miaka 16 alikuwa amefungua maduka 3 ya chakula. Alikuwa tajiri mdogo akipata faida ya shilingi 1,000,000 kwa mwezi. Alikuwa amehamia nyumba nzuri, alikuwa na mtumishi na alikuwa anajiandaa kwenda chuo kikuu. Siku moja alikuwa kwenye duka lake la kwanza, lile ambalo lilikuwa ni standi mdogo. Mlango ulifunguliwa na mtu aliingia. Yusuf alipoinua kichwa, moyo wake ulisimama. Ilikuwa baba yake, Bakari. Alikuwa amekonda sana, nguo zake zilikuwa chafu na macho yake yalionyesha miaka ya taabu. Samahani, ninaweza kupata kahawa? Baba yake aliuliza, sauti yake ikiwa dhaifu. Yusuf hakumtambua mwanzoni. Miaka 8 ilipita na Yusuf alikuwa amebadilika sana. Lakini Yusuf alimtambua baba yake. Baba, Yusuf alisema kimya. Bakari alitazama kwa makini, kisha macho yake yakapanuka. Yusuf? Wewe ni Yusuf? Ndiyo. Bakari alianguka magotini akilia. Mwanangu, samahani kwa yote. Nilikuwa dhaifu. Nilikubali kusikiza Halima. Nilikuacha. Na tangu siku ile maisha yangu yamekuwa jehanamu. Halima na watoto walikuacha miaka 2 iliyopita. Waliondoka wakati biashara yangu ilipokufa.
niko peke yangu, sina chochote, na sasa ninakuomba msamaha. Yusuf alimtazama baba yake, mtu ambaye alimuacha akiwa mtoto mdogo, mtu ambaye alimfanya alale jararani kwa miaka 3, mtu ambaye alilazimika kuvumilia njaa na baridi. Sehemu ya moyo wake ilisema, mfukuze, yeye alikufanya upitie yote. Lakini sehemu nyingine, sehemu iliyofundishwa na Mungu kupitia safari yake, ilisema, samehe. Kama Mungu alikusamehe na kukupa zawadi, basi wewe pia samehe. Yusuf alitoa pumzi ndefu. Baba, umefanya makosa makubwa. Uliniacha wakati nilipokuwa na hitaji zaidi, lakini nimejifunza kwamba kila mtu anastahili nafasi ya pili. Alichukua mkono wa baba yake akamsimamisha. Huna mahali pa kulala? Hapana. Basi utakaa nami, lakini kwa masharti. Utafanya kazi, utanisaidia kwenye biashara, sitakupa hela bure, utapata mshahara kwa kazi yako. Bakari alilia zaidi. Asante mwanangu, asante. Miezi iliyofuata, Bakari alifanya kazi kwa bidii, kusafisha maduka, kusaidia wateja, kufanya kazi za kawaida, na kwa mara ya kwanza tangu miaka mingi, alianza kujisikia kuwa mtu tena. Yusuf hakumsamehe kwa haraka, ilichukua muda, lakini polepole uhusiano wao ulianza kurejea, sio kama baba na mwana wa zamani, bali kama watu wawili ambao wanajipatanisha na historia yao. Leo Yusuf ni tajiri, ana maduka 12, ana nyumba nzuri na ana ndoto za kufungua shule kwa watoto wa mitaani. Baba yake Bakari anafanya kazi kama meneja wa duka moja na wanapata vizuri. Na kila mara Yusuf anapopita karibu na jarara ile, mahali alipokula maisha yake magumu zaidi, husimama, kutazama na kumshukuru Mungu. Pesa zile, Yusuf husema, zilikuwa sio zawadi ya bahati, zilikuwa tuzo kwa uvumilivu wangu, na nimejifunza, Mungu haachi mtu anayevumilia. Hadithi ya Yusuf ni mfano kwa watoto wengi wa mitaani ambao wanapambana kila siku. Inafundisha kwamba uvumilivu una thawabu, kwamba kutojisalimisha kunaleta mafanikio, na kwamba Mungu ana mipango ya ajabu, hata kwa wale ambao wanaonekana kuwa wameachwa na kila mtu. Jarara ile bado iko Kirumba, na sasa Yusuf ameiweka alama, akaijenga kuwa kumbukumbu ya uvumilivu. Watoto wa mitaani wanakuja pale, wanasimuliwa hadithi ya Yusuf na wanapewa chakula na msaada, kwa sababu Yusuf hajasahau mahali alipatokea, na hajasahau kwamba siku moja yeye naye alikuwa mtoto wa jararani. Na hapo ndipo hadithi yetu inapoishia, wapendwa. Simulizi hii ni mfano kwamba Mungu haachi mtu anayevumilia. Yusuf alipitia miaka ya taabu, alilala jararani, alikula njaa, lakini hakukata tamaa, na hatimaye Mungu alimpatia zawadi kwa njia ambayo hata mtu hakuitarajia. Je, unadhani Yusuf alifanya vizuri kushikilia pesa? Je, alifanya vizuri kumsamehi baba yake? Je, ungekuwaje bahali pa Yusuf? Tunasubiri maoni yako katika sehemu ya maoni hapo chini. Kama simulizi hii imekugusa moyo na kukupa tumaini, tafadhali like, share na waambie marafiki zako kuhusu channel yetu ya Hadithi za Kiswahili. Tuna simulizi nyingi za kusisimua, za kuvutia, zenye motisha na zenye mafunzo zinazokuja. Subscribe leo ili usipoteze simulizi zetu za ajabu. Bonyeza notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa za simulizi mpya. Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tutaonana kwenye simulizi ijayo, na kumbuka, usikatae tamaa. Mungu anakuona. Uvumilivu wako una thawabu. Hata kama leo unalala jararani, kesho unaweza kuwa na maisha mazuri. Kwa sasa tunawachia hapa. Asante na Mungu awabariki wote.